pia siku zingine mamangu ananiambia itaweza kuwa siku ya mwisho mimi kujoin shule. But natumai Mungu tu ataleta mipango yake niendelee na shule. Kwa wakati wenye nilisikia, nikaenda huko Kimera, ziko Kimera, kufika huko Kimera, nakuta watu wamepanga laini, peana kitambulisho yangu, iliruhusiwa wakasema hii kitambulisho yako ni ya Msojo. Tukupei nini? Mpenzi mtazamaji, hii ni AGR News Jisemee, na kwenye makala ya leo naenda kuzungumzia kisa kimoja ambapo mwanadada anahofia kwamba kisomo chake kinaweza fika kikomo kutokana na ukosefu wa karo ya kulipia masomo yake. Nita Edwin Mukaya na hii ndio story yake. Tutaanza kwa majina, pengine tujuze majina yako kamili, unaitwa nani? Naitwa Pauline Mora Mukaya. Mtoto wa Peterson Mukaya na Sara kwa Mukaya. Hapa ndo nyumbani? Naam. Okay. Unaenda shule? Naam, naenda shule huko Jaramogi Oginga Odinga, University of Science and Technology. Ya wapi hiyo? Bondo. Okay. Ulijoin mwaka gani? 2019. Kwa hivyo uko mwaka upi sasa hivi? Nafaa kuenda sasa mwaka wa pili. Okay, wazazi wako wote wako? Hapana, niko na mama peke yake. Ako hapa? Na mwaka. Pengine nitazungumza naye baadaye. Hebu niambie sasa maisha yako koje na zile pengine changamoto zote ambazo unazipitia. Mimi wakati babangu alikufa, nilikuwa na join baby class. Ulikuwa okay. So mamangu alikuwa anaenda biashara, akatafuta tu anaambia watu wanampea kazi ya kulima, anapewa pesa, ndio ananichukua shule mimi na ndugu zangu. Tulikuwa wawili au ndio wenye tulikuwa tunaenda shule. Sasa tukasoma hivyo, mamangu akiendelea kufanya hizo vibarua hadi tukafanya class 8. Kufika wakati tulifanya class 8 tulipita mimi na ndugu yangu, tukajoin form 1. Pesa zilikosa, lakini aliambia aunti yangu pia akatusupport, tukajoin form 1. Tukaendelea hivyo, mamangu akaendelea sasa, akaanza kufanya kazi ya kupasua mawe. Hiyo kazi ni ngumu, lakini alijitahidi tu, akaendelea kufanya, anapasua mawe. Gari inakuja inachukua, anakuja analipa hizo pesa. Kwa shule, ulienda shule gani? Nilienda shule ya Kiabira Secondary School. Okay. Tukafika huko hadi form 4. Pia form 4 hapo pia palikuwa na changamoto, pesa zilikosa, lakini mamangu akaenda shule, akaongea na principal, akamwambia tuache tuendelee kusoma, wakati atapata pesa atakuja kulipa. Tukaendelea kusoma. Mamangu na yeye pia akaendelea kutafuta hizo vibarua, anaendea watu wanampea kazi ya kupasua mawe, anapasua mawe, alafu analipwa. Kama analipwa 200, anakuja anaandika huko kwa shule hadi akamaliza. Nikafanya mwaka wa 2018, but sikupita vizuri. Tulifanya na ndugu yangu, sikupita vizuri. Niliona ni heri nirudi tena, nisome pia, nirudi form 4 tena, nifanye vizuri ndio nipite. Na mimi nilitaka nipite na mimi niende chuo kikuu. Nikarudia. Ndugu yangu yeye akasema juu hawezi rudi, tunapea mamangu mzigo mgumu vile tuko wawili. Yeye akasema wacha pia yeye abaki aendelee kufanya kibarua, alafu na mamangu akifanya kibarua wapate pesa wanilipie school fees. Sasa mimi nikarudi, nikajitahidi tu masomoni na nikapita.
nikapita nikaitwa hiyo shule ya Jaramogi Oginga Odinga University. Nikaenda. Sasa kujoin ilikuwa ni kibarua kigumu. Before ni join nilivunjika mguu. Sasa pia walikuwa natafuta pesa ya kunichukua hospitali. Nini ulifanyaje, ulivunjikaje mguu? Nilikuwa naenda mtoni, nikaanguka, nikateleza, nikavunjika mguu. Ikakuaje sasa ulipelekwa hospitali? Nilipelekwa hospitali. Nikakaa na plaster miezi 6 hapa. Hata wakati walifungua shule nilifaa kujoin November, but mimi sikujoin. Nilikuwa hapa tu. Pesa hazikuwa na pia nilikuwa na hiyo plaster. Waliendelea tu kutafuta pesa za kunichukua kwanza hospitali. Nikipona ndio ni join. Pesa wakati walianza kujoin shule, walisema nikae kwa mwezi mmoja nje alafu nirudi shule. Nikakaa kwa mwezi mmoja nje, kurudi hospitali wakapata bado hiyo nilikuwa nimevunjika mguu, sijapona. But sasa ilibidi nirudi shule, nienda shule nikiwa na hiyo plaster. Mamangu hawakuwa na pesa ya kunichukua shule. Ilibidi wafanye mchango. Wakafanya mchango. Ulipata pesa ngapi kutokana na mchango? Ilikuwa 20,000 na kitu tu hivi. Alafu hiyo ilikuwa inatosha. Juu shule nilikuwa natakikana nichukue 47,150. So the whole year? Sasa ikabidi wameenda pia tena akaenda akazima kwa chama. Akapewa pesa, nikaenda shule, nikaenda na hiyo plaster. Nikafika shule, nikakaa nayo, nikiendelea kusoma. Hadi wakati tulimaliza sem 1, ndio nikarudi na hiyo plaster, nikakuja nikatolewa. Nikapata nishapona. Sem 2 pia nikarudi shule, nikakaa huko, nikasoma. Sasa pesa pia zilikosa. Hatukuwa tumemaliza fee. Nikakaa huko. Wakati wa kufanya mtihani tuliambiwa ni lazima umalize pesa ya sem 2 alafu ndio ufanye mtihani. Mimi sikuwa nimemaliza. Wasema kama hujamaliza hivi itabidi uweze fanya. Sasa nikirudi sem 2 sasa nikuje kurudia hiyo mtihani. Sasa mimi wakafunga na mimi nikarudi, sikufanya hiyo mtihani. Unastahili kurudi lini sasa for the second year? Tunafaa kujoin September 20. Umwaka? Umwaka. Alafu sasa haukupata hela, hukumaliza ili ufanye mtihani. Sasa hivi utaingiaje shule? Walisema tu ukipata pesa uende ulipe za hiyo sem niliisha, na pia uende ulipe na hiyo sem ya sekondia, sem 1. Ndio uende ulipe hiyo ya first sem kwanza na hiyo ya last sem na hii ya mwaka. Ndio sasa ndio utajoin. Alafu sasa kuna mpango gani? Umepata hizo pesa mnaenda kulipa ndio ingie second year? Bado sijapata. Sasa ndio nashangaa nitaweza kaa hapa nyumbani niache kusoma. Unafanya course gani? Education science. Masomo yapi? Nasomea physics, chemistry. Okay. Kwa hivyo mzazi akona mpango gani yeye sasa, ingawaje najua hela hamna, lakini sasa kuna mpango upi kuhakikisha kwamba utarejea shuleni? Sasa hiyo ndio tumeshindwa juu. At first nilifanya harambee. Tena nitaweza fanya pia mara ya pili. Ninashangaa. Pia siku zingine mamangu ananiambia itaweza kuwa siku ya mwisho mimi kujoin shule. But natumai Mungu tu ataleta mipango yake niendelee na shule. Na nikuulize, ukipata mhisani ambaye atakulipia karo yote, pengine umalize chuo kikuu, utakuwa na jambo gani ama utafanya nini? Nitamshukuru, pia nitamwambia Mungu amzidishie yale yote ambayo amefanya, pia aendelee kufanyia wengine.
Habari mama? Nzuri. Nishaongea na mwanawe, tushazungumza mengi. Pengine tuanze kwa kutuambia majina yako, unaitwa nani? Mimi naitwa Sara Kwamboka Mukaya. Hapa ndio kwangu. Niendelee? Endelea tu, endelea. Piga story tuna mimi kuhusu kwako tu. Hapa ndio kwangu. Nimepitia masida nyingi. Sasa kama ya vile nilioleka, Mungu akanijalia na watoto wawili, yani watatu, lakini wawili ndio niliweza kusomesa wakafika form 4. Sasa kusomesa kwao vile niliwasomesha, ninafanya kontrakta ya samba. Naenda kwa mtu ananipea kazi ya samba. Wakati nilikuwa nafanya hiyo kazi, walikuwa wanalipa shilingi 30. Hiyo 30 ndio tulikuwa tunapewa, lakini ilikuwa mzuri, wakati ilikuwa nyingi. Sasa tumeendelea hivyo mpaka watoto akafanya standard 8. Wakati waliingia form 1, nikaanza kuogopa, lakini tena nikajitia moyo. Nikaenda nikaongea na principal ya school, kamwambia kikubali niwe nikilipa kidogo kidogo vile ninapata. Kamwelezea kupata kwangu. Kamwambia nikipata hata 200 niwe nikikuletea ndio nisomesa hawa watoto wangu. Juu watoto nataka niwasomese pia mimi wakuje wanisaidie. Principal hakukataa, alikubali. Nikawa sasa ninafanya hiyo kazi. Nikipata 200 napeleka, anaandika. Kafanya, nikafika sasa, wakafika wakati wanaenda kufanya form 4. Form 4 naye sasa tena muziki ikakuwa kubwa. Juu walikuwa wawili. Sasa nayo nikaambia dada ya bwana alikuwa akanipea pesa kidogo, nikawalipia, wakafanya mtihani. Sasa vile waliendelea wakafanya hiyo mtihani, vile ilitoka huyu walifanya wawili. Vile walifanya wawili, mmoja yeye akasema sasa mimi hii grade yenye nilipata si yangu, nitarudia. Nikamwambia sasa nitatoa wapi pesa tena? Akaniambia wewe mama, ungekubali tena urudie kufanya hiyo kontrakta yenye unafanya, nitafute kenye nataka, ungenisaidia. Nikaendelea. Huyu mwingine mwenzake akaniambia mimi siwezi rudi. Sasa nimekuchokesa, wacha si tubaki nje. Tufanye kontrakta pamoja na wewe. Tutafute pesa, tusomese huyu. Kabla aende shule, umsomee, awachane na maneno mingi. Afikirie kenye kinamrudisha shule. Nikamwambia, naye akasikia. Asi akarudi shule. Katafuta pesa, akarudi, amesoma. Vile alitaka, Mungu naye akamsaidia, akataka kenye alikuwa anataka. Sasa vile aliitwa university. Vile aliitwa university, nayo kakuja akavunjika mguu. Vile alivunjika mguu, naye sasa stress ikaingia. Sina pesa, natafuta ya shule, natafuta ya kumtibu. Sasa nitafanya aje? Kaona wacha ni tafute yenye naenda kumpeleka hospitali apone, ndio tena nione ingine. Kapeleka yeye hospitali General. Kufika huko akafungiwa plasta. Alifungiwa, akakaa nayo miezi 6. Na hiyo bili hospitali ulipata wahisani kujaribu kukusaidia kulipa? Bili ya hospitali nikaambia marafiki na watu wa kanisa
wakatoa, hao ndio walisaidia. Hata wengine wakakuja wakampiga picha, wakatuma kwa masimu za watu. Sasa mwenye alipata hiyo picha alikuwa anatuma pesa, ndio nikasaidika hivyo. Mtoto sasa akawa ninampeleka anachekiwa. Sasa ikafikia sasa wakati wenye wanatakiwa sasa wafungue university hiyo, sasa anaitwa aende. Sasa ikawa nishughulike afike huko. Sasa na mguu bado haijapona. Sasa nikashindwa sana nitafanya aje. Nikaenda nikaambia msichana wangu mkubwa, nikamwambia sasa tutauliza niende huko kwa hiyo shule niulize, nione kama watanipea ruhusa, wangoje mpaka apone ndiye afanye nini, aingie. Hiyo nafasi yake isipite. Tukaenda huko. Vile Mungu ni mzuri tena, wakaniambia tumekupea mwezi mmoja. Aende hospitali wakiangalia kama mguu imepona ndiye akuje shule. Tukakaa. Sasa hiyo mwezi mmoja ikaisha. Vile iliisha tena akatakiwa sasa aende shule. Na pesa hakuna. Sasa nikashindwa tena nitafanya aje. Tena nikaanza kutupa maneno kwa marafiki, kwa kanisa. Wakachanga 20. Ile waichanga hiyo pesa tena itosi. Ndio nikaona kwa tena rafiki mmoja aliniambia niingie hii chama ingine tunalipa baada ya mwaka. Kwa nalipa 100 kila wiki. Kaenda nikamuelezea, akaniambia share zako huwezi pewa pesa nyingi. Lakini vile tunakujua nitakusimamia nikupe, alafu uendo utafute pole urudishe. Akanipea, kachanganya, nikatosa nikampeleka shule kama akona hiyo plasta. Akakaa huko, akamaliza nayo miezi 6. Bila alimaliza hiyo semester yake ya kwanza, akakuja akatolewa hiyo plasta. Sasa ameendelea. Sasa vile endelea tena alikuja, sasa vile alikuja ako hapa. Tena inastahili anasema mwezi wa 9 warudi. Sasa inatakiwa pesa. Sasa ninaanza kupiga mafikirio, pesa nitatoa wapi? Na kufikia sasa anarudi na hakufanya mtihani. Pengine wewe uko na mpango gani sasa, hata kama hakuna pesa? Kuna vile umejaribu? Najaribu kufanya hiyo kontrakta yenye nilikuwa nafanya mwanzo. Siki kuiwacha, naendelea kufanya hiyo ya kokoto. Ya kokoto. Tafuta mawe na gonga kokoto. Gari ikikuja ikipelekea mwingine mwenye yake imejaa, nini kwa kidogo kukosa hata goro nini baro 5. Pia mimi kipata yangu imefika goro 5 na muuzia. Goro nauza shilingi 70. Wananipea hiyo pesa. Sasa hiyo ndio naendelea kuweka. Na hiyo hata nikipewa chakula iko hapo ndani. Sabuni, kila kitu, mahitaji yote. Sasa naweka hiyo angalau ipatikane hiyo yenye hakufanya hiyo mtihani afanye. Lakini sasa unamwambia sasa uombe Mungu. Juu mimi naona mali nimefikia, hii shule yako itafika mwisho. Hiyo sasa mali nimefika, sioni kama utaimaliza. Na hiyo ndugu yake yeye sasa hivi ako hapa? Ndugu yake anauza makaratasi hapo town. Okay, pia yeye hana uwezo wa kusaidia kivyovyote vile. Wote. Hata dada yake huyo mkubwa naye hana uwezo. Ndio tunagonga na yeye kokoto hapo juu. Ulisema walikuwa watoto watatu. Mwingine wa mwisho? Wa mwisho ndio huyo. Na mwingine sasa mwenye tujanguzungumzia ndugu yake ako pale anauza karatasi, huyu ndiye ako shule, na mwingine mkubwa sasa ndio huyo ako huko sasa anagonga hiyo kokoto. Okay.
Sasa jambo lako la mwisho kwa yule mwenye anatutazama ukiangalia ile kamera huko. Sasa jambo lingine mimi na maombi yangu, ninaomba serikali inisaidie juu nasikianga iko wenye wanapewanga mapasari, lakini pasari sijaiona, hata sura sijui. Sasa nasikianga tu wengine wanasema tangu mtoto wangu alianza form 1 mimi ni pasari tu ndiye imesomesa mtoto mpaka amemaliza. Sasa mimi najiuliza ni nini? Kwa nini hapa hii Nyaketuo waletangi hiyo pasari? Sasa hapo najiuliza mpaka jibu inasindwa mali natoa jibu. Juu sijaiona mpaka saa hii bila ameenda university, nasikia tu zimekuja lakini sijui. Kwa wakati wenye nilisikia nikaenda huko Kimirati, ziko Kimira, kufika huko Kimira nakuta watu wamepanga laini, peana kitambulisho yangu, iliruhusiwa, wakasema hii kitambulisho yako ni ya Msojo. Tukupei nini we mama toka hapa. Nikashika nikatoa kitambulisho yangu, nikashika njia nikakuja nyumbani. Tangu siku hiyo sasa tanikisikia pasari sasa siendi huko. Juu Mungu anione. Na kuna yule ambaye anaweza guswa na story hii atake pengine kuzungumza na wewe, kukufikia ama kupatia usaidizi wote, atakufikiaje? Kuna nambari ya simu pengine? Niko nayo. Unaweza toana namba yako ya simu? Sika kwa chicho ndio sijaishika. Sawa. Msichana anaweza waambia. Mpenzi mtazamaji, hapo ndo tunafikia mwisho wa makala haya. Tukutane wakati mwingine kwenye makala kama haya. Ikiwa unahisi kwamba story hii imekugusa, pengine unaweza saidia jinsi Mungu atakavyo kugusa wewe. Kwa majina niite Edwin Mokaya.